Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya majengo hayaachwi wazi usiku, hata kama hayana kitu cha kuibwa ndani? Sio kwamba wanaogopa wezi, wanaogopa kile kinachoweza kutoka ndani. Leo nitakupa siri ya giza. Nitakufichulia kwa nini kazi ya kulinda zahanati ya kijiji kilichotengwa inalipa shilingi milioni 5 kwa usiku mmoja tu, na kwa nini mpaka leo hakuna aliyewahi kurudi kuchukua mshahara wake. Umaskini unachoshesha. Unapopokea ujumbe unaokuahidi mamilioni kwa kazi rahisi, akili yako inakataa kuona hatari. Unaona suluhisho la madeni yako. Unaona heshima yako ikirudi mtaani. Lakini tamaa ndio mtego mkubwa zaidi unaotumiwa na nguvu za giza kuvua roho za watu waliokata tamaa. Kutengwa kunaua akili haraka kuliko njaa. Unapowekwa peke yako kwenye jengo lenye historia ya vifo, ubongo wako unaanza kutengeneza picha. Lakini vipi kama hizo picha si za kufikirika? Masharti unayopewa unapokabidhiwa funguo si ya kukulinda wewe, ni mipaka ya kuwazuia wao wasivuke. Ukikosea sharti moja tu, unawapa ruhusa ya kuchukua mwili wako. Chukulia mfano wa Sara, binti aliyekuwa akiishi na shangazi yake katika kijiji cha Mtakuja. Hali ngumu ilimsukuma kukubali kazi ya usiku mmoja kwenye zahanati ya kijiji hicho. Jengo hilo lilikuwa limefungwa miaka 10 iliyopita baada ya janga lisiloeleweka. Wakala alimwambia tu, kaa mapokezi, usitoke nje mpaka jua litoke. Sara aliingia akiwa na matumaini ya milioni 5 kichwani. Hakujua kuwa alikuwa anajiuza mwenyewe kuwa kafara. Haya ndiyo masharti aliyopewa Sara, na haya ndiyo masharti utakayopewa wewe ukikubali mkataba huu. Sharti la kwanza: saa 6 kamili usiku, mlango mkuu wa kioo utagongwa mara 3 mfululizo. Usifungue. Na ukisikia sauti ya mtu unayemjua akiomba msaada wa matibabu kwa maumivu makali, ziba masikio yako. Huyo si binadamu. Sharti la pili: taa ya korido inayoenda chumba cha kuhifadhia maiti itaanza kuwaka na kuzima yenyewe. Fumba macho haraka mpaka itulie. Ukiona kivuli kirefu kisicho na miguu kinasimama mbele yako, usipumue. Kinasikiliza mapigo ya moyo wako. Kikitambua unaogopa, kitakupasua kifua. Sharti la tatu: ikitimu saa 8:30, utahisi harufu kali ya dawa na damu mbichi. Kisha mgonjwa atatoka chumba namba 4, chumba kilichofungua na makufuli matatu. Usiangalie usoni mwake hata akikusogelea. Mpe kitabu cha usajili cha mapokezi. Akisaini kwa jina lako, jua muda wako wa kuishi duniani umeisha. Sasa, fikiria hofu inayokukaba koo muda huu. Uko peke yako. Simu yako ghafla haina mtandao. Nje kuna giza nene la pori. Ndani kuna kitu kinatembea, kikikusogelea pole pole kutoka nyuma. Kila sekunde inavutwa kama mwaka. Jasho baridi linakutoka. Na ndipo unapogundua ukweli mmoja: pesa hazina thamani yoyote mbele ya kifo. Asubuhi ilipofika, wakala alikuta mlango wa zahanati ya Mtakuja uko wazi. Sara hakuwepo. Kwenye meza ya mapokezi kulikuwa na kitabu cha usajili. Jina la mwisho lililoandikwa lilikuwa Sara. Liliandikwa kwa kalamu nyekundu. Nafasi ya kazi bado ipo wazi. Milioni 5 tasmim zinasubiri mlinzi mpya leo hii usiku. Zahanati inasubiri. Je, utaandika kwamba uko tayari kwenda? Au utaendelea kulala ukiamini milango uliofunga inakupa usalama? Usiku mwema.